na tathmini nzima ya uongozi wa serikali ya mwaka 2025 2026. Kwa namna moja ama nyingine utakuwa umesubiri sana serikali inasemaje na nini hasa ambacho kimefanyika. Yapo mambo mengi sana ambayo kwa namna moja ama nyingine yamefanyika, lakini pia zipo changamoto heka za hapa na pale. Sasa leo tuko na rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Wasibu Arusha mwaka 2025 2026, serikali ambayo inaenda kumaliza muda wake. Ni wakati sahihi wa kutupatia tathmini nzima ya uongozi na namna ambavyo mafanikio makubwa yamepatikana na heka nyingi ambazo serikali imehakikisha kwamba mustakabali mzima wa wanafunzi unaimarika kupitia wizara zake mbalimbali ambazo ni zenye kuhudumu wanafunzi katika kipindi chote cha muda huo. Niko na rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Wasibu Arusha hapa, Francis Wambura. Karibu sana studio za ATV. Asante. Uzima wako? Uzima uko salama? Uko vizuri Niko vizuri. Tunashukuru sana. Nimeamka salama. Nikukaribishe. Ukiamka kama rais huwa unafanya kitu gani? Cha kwanza kabisa. Cha kwanza namuomba Mungu anisaidie tekeleza majukumu kwa ufanisi ya siku hiyo. Kwa sababu nimeuliza hivyo, una yule mtu anasema rais ni mtu mmoja ambaye majukumu yako tafu sana, huenda labda akiamka moja kwa moja yuko ofisini pale. Yuko ofisini pale. Kwa hiyo nataka kujue baada ya hapo maana yake majukumu yako kama rais ofisini unakuwa unapatikana muda gani? Ofisini inategemeana na ratiba ambayo utakuwa nayo sasa siku hiyo. Lakini actually mara nyingi huwa napatikana. Ratiba ikiwa ngumu saa 2 saa 3 nakutana nipo ofisini. Unakutoka ofisini? Na imekuwa ni desturi yangu. Unless nikiwa na emergency ya kutoka. Level nyingine ya maisha. Tunatambua kabla hujaingia kwenye uongozi kuna kuwa na marafiki na nini. Ukiingia kwenye uongozi huwa inakuwaje hiyo hali? Wanapungua au ndo wanazidi kutiririka sasa kutafuta ukaribu? Swala la uongozi ni community inayoleta marafiki sana. Sahihi. Yaani ukiwa kiongozi lazima marafiki wanakuwa wengi. Lakini sasa haimaanishi kwamba wote wanakuja na nia moja. Marafiki wanakuja wengine wakiwa na malengo tofauti. Kwa hiyo sio swala la kusema kwamba uongozi ni source ya kupunguza au kuongeza. Lakini actually lazima ujue uongozi ni kitu ambacho kinasababisha marafiki wa wengi. Marafiki wanakuwa wengi. Sasa kama kiongozi lazima upime marafiki hao wana nia gani sasa. Wana nia kukusaidia, wana nia sahihi. Unafanya assessment, unatoa haki kutokana na ule usawa wa wote. Usipoangalia upendeleo kabisa wale marafiki. Kazi kweli. Maana nimekuwa nikiwaza huenda hata kuna mtazamaji ambaye alikuwa akiwaza mwanafunzi akawaza kwamba ukiwa rais lazima marafiki watakuwa wengi na kila mmoja anakuja kwa namna yake. Mwingine akiwa na matumaini kwamba nikiwa karibu na rais huduma itakuwa ya haraka sana. Kwamba pigia waziri wa habari bwana fanya hiki, hebu fuatilie huyo mtu, maana yake inakuwa kwa haraka sana. Jana tumezungumza na waziri mwenye dhamana ambaye umemkabidhi wizara ya sheria, katiba na sheria. Davis amezungumza mengi kuhusiana na marekebisho ya katiba ya serikali ya wanafunzi. Kama rais tukusiki mwaka 2021. Asante Hamza Msaji, lakini swala hili la katiba kiujumla hatukulianza sisi. Tumeingia madarakani tukakuta kuna mchakato ulikuwa unaendelea. Serikali iliyopita ilianza mchakato, lakini kuna changamoto zilitokea katikati pale hawakufanikiwa kabisa. Kwa hiyo hitaji la katiba sio hitaji la sisi serikali 2025 26. Serikali iliyopita 24 ilianza mchakato wa katiba. Ndio. Lakini kuna vitu vilisababisha vikakwamisha mpaka haikufanikiwa. Na nakumbuka mara ya kwanza kuja hapa hilo swala na hisi niliongelea. Ndio. Swala la katiba lilikwama kutokana na ule muda uliopewa kwa mchache. Mwezi wa 5 wanaelekea mwishoni.
likaja haja ya hitaji la wanafunzi kwamba wabadilishe katiba. Ndio. Kutokana na migogoro, mfumo wa uongozi, kabisa, mfumo wa uwajibikaji na zile nafasi za viongozi baina ya viongozi wa serikali na wanafunzi. Kwa hiyo sisi tulivyoingia ni hitaji lilikuwa kubwa. Kwanza kutoka management ya kwetu chuo, na cha pili pia ilitoka kwa wanafunzi wenyewe. Ndio. Na pia na mazingira ya taasisi yetu imekuwa kubwa. Ukiangalia katiba yetu imeanza 2015. Ikaja ikafanywa marekebisho 2021. Maana yake ukitathmini 2015 mpaka sasa hivi taasisi yetu ilikuwa changa sana. Sasa hivi taasisi yetu imekuwa kampasi 6. That's why tunakuja kutekeleza mabadiliko ya katiba kutokana na haja ya wanafunzi wa sasa. Namna gani sisi tuwe na zile mtiririko wa uongozi wetu kabisa. Ukitathmini kama kampasi ya Bukombe, Songea, Dodoma, sasa tukiwa wote na mfumo ambao lakini namshukuru Mungu pia tumefanikiwa. Imechukua muda gani mpaka kulikamilisha? Swala la katiba tulipata bajeti yake ya katiba mwezi wa kwanza 2026. Lakini angalia ndani ya miezi minne mitano ndio tumefanikiwa kukamilisha katiba. Katiba imekamilika. Sasa nikupongeze kwenye hilo. Rais wa serikali ya wanafunzi niko naendelea kuzungumza naye hapa kuhusiana na marekebisho ya katiba ya serikali ya wanafunzi chuo cha uhasibu wa Arusha, ambao kwa namna moja ama nyingine ametuweka wazi kwamba marekebisho haya, mchakato huu haukuanza kwenye serikali yake, ni kwamba ni swala ambalo lilikuwepo na amelikuta na amelikamilisha yeye kwenye serikali yake. Mambo gani muhimu ambao wanafunzi waliyapendekeza sana kwenye katiba mpya ya wepo? Kwa jumla mambo mengi yamependekezwa humo, lakini nitazungumza machache sahihi ambayo yanaweza akawa tija kwa masilahi ya wanafunzi. Sahihi sana. Tulipoanza ziara ya kuzunguka hii katiba kutafuta maoni, tulianza na kutafuta maoni kampasi zote. Tumezunguka kampasi zote 6 mpaka Songea. Lakini mambo ya msingi walio ya hitaji makubwa, cha kwanza ni mfumo wa uongozi wetu. Tumeona ipo haja sasa mfumo wa uongozi awepo na rais mmoja anawakilisha kampasi zote, na kampasi zingine ziwe na governor kwa lengo la kudecentralize zile power. Sahihi. Na hawa magavana watawajibika direct juu ya rais. Lakini pia kuna masuala ya tumebadilisha upande wa mfumo wetu wa uchaguzi. Ile tume ya uchaguzi, katiba ya zamani ukiangalia ilikuwa inaruhusu wale wajumbe wajumbe lazima wapitishwe na bunge. Lakini tumebadilisha maslahi pia ya uongozi. Namna gani tuwe na magavana na madepute governor, tutakuwa na prime minister, na pia rais huyu atakuwa na serikali yake chache sana, atakuwa na bunge la senate na atakuwa na mawaziri wake wachache kama watatu, waziri wa katiba na sheria, wa elimu, pamoja na waziri wa finance na loan. Lengo ni kupunguza structure ya uongozi, tuweze kumanage rasilimali za wanafunzi. Na kwa hayo machache ni hayo tumebadilisha, lakini yapo mengi. Kuna ibara zaidi ya 8 zimebadilika kabisa. Kwa wizara nazo zimepungua. Wizara katika ofisi ya rais tumezipunguza. Kuna wizara ukiona pale, wizara ya fedha tumeunganisha na wizara ya mikopo. Sahihi. Maana yake inakuwa ni wizara moja tu utakuwa anashughulikia mambo haya. Sahihi sana. Basi sijaona, maana yake waziri mkuu hayupo tena kwenye serikali hii kulingana na katiba. Kwa katiba mpya hii waziri mkuu yupo kwenye department ya governor. Ukiona governor hapa, maana yake huyo governor wa Arusha campus ana waziri mkuu wake, pia ana mawaziri wengine watakao msaidia katika kutekeleza majukumu. Lakini nini hasa tuliona hicho? Tuliona kuwepo na rais wa IAA yote ni bora tukampunguzia wizara, tukachukua wizara za msingi zile. Kwa mfano hapa tumechukua wizara ya elimu,
waziri wa elimu atamsaidia rais kushughulikia masuala ya elimu kampasi zote za yeye. Na ndio lengo kubwa la mwanafunzi hapa chuo cha Wasibu Arusha. Pia tukaangalia ipo haja ya yeye kuwa na waziri wa katiba na sheria kwa masuala yale ya irregularities. Huyu waziri atasemea wanafunzi wa Moshi, atasemea wanafunzi wa Bukombe, atasemea wanafunzi wa Songea. Na tukaona kuna haja kubwa sana ya kuwa na nafasi ya namna hiyo. Lakini kwenye upande wa wizara nyingine tuliona ni muhimu sana, wizara ya fedha na mikopo. Ndio. Tukaona tuiunganishe awepo na waziri wa kumsaidia katika kutekeleza majukumu yote. Kweli kabisa, ndio katiba mpya hiyo serikali ya wanafunzi inavyozungumza hivyo. Manake katika uchaguzi wa rais sasa tutarajie rais anayewania manake azunguke kampasi zote katika kuomba kura. Yaani sio kwamba ataomba kura, katiba inasema rais tutakayemchagua ndio lazima atokee makao makuu, kwa sababu ndio makao makuu ndio shughuli zote zile zitakuwa zinafanyika. Kwa hiyo tuna lakini ndani ya siku ile tunakuwa tunafanya selection ya position 3, lakini hapo awali tulikuwa tunafanya uchaguzi wa selection 2 upande wa vice president pamoja na president. Kwa kampasi zingine zitakuwa zinaendelea na uchaguzi wa magavana. Kampasi zingine zitaendelea na uchaguzi wa magavana na deputy governor. Sahihi sana. Kwa ndivyo ambavyo imekaa hivyo. Hapo basi umewaweka vizuri kwa mwanafunzi ambaye anatufuatilia, unaweza kutuwekea maoni yako hapo kuhusiana na mpangilio huo, katiba ambayo imeelekeza serikali itakuwaje. Bila shaka umezungumza hivyo kwamba mmepita katika maeneo mengi na kampasi zote kwa ajili ya kukusanya maoni ya wanafunzi, na kitu ambacho umekizungumza kwamba wamekipendekeza ni kuhusiana na masuala hayo. Changamoto ilikuwa wapi katika kufuatilia mchakato huu wa marekebisho ya katiba? Changamoto ni kubwa. Ukiangalia ratiba yetu ya hapa chuoni, tunasafiri kampasi zote. Sahihi. Lakini ujue changamoto ipo ya muda. Sahihi. Muda wetu wa masomo, tunataka tufanye mtihani, nilikuwa na mtihani wa semester 1. Kwa hiyo nakuta ushiriki wa wanafunzi hawa na hawa viongozi waliokuwa wanahusika na ile tume wamehusika katika mazingira ya muda. Muda umekuwa mdogo sana kabisa. Na ndio maana ukiangalia hata timetable tuliyopanga, tulipanga tutumie miezi 2, imetuvuta mpaka mwezi wa 6. Sahihi. Kwa hiyo changamoto kwa muda pia na ukinzani pia, unajua hamna hichi ni kitu cha mawazo. Cha mawazo maana yake kwa maslahi pia ni hoja ambazo zinaweza zimevuta sana kuwa gumu. Lakini tunamshukuru Mungu, zoezi tumelimaliza salama kabisa. Nikushukuru mtazamaji, niko naendelea kusalia naye hapa rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Wasibu Arusha hapa kuhusiana na masuala mazima ya katiba na sheria. Kwa namna hiyo sasa tuzungumze kidogo kama rais ambaye unaenda kumaliza muda wako, swala la katiba umelikamilisha ambalo umelikuta na umeweza kulifanikisha. Tuzungumze kidogo mengine ukiachana na katiba ambayo serikali yako unasema yes tunajivunia katika kuhakikisha tumepewa madaraka na tumeyatimiza yale ambayo tumepewa. Mheshimiwa Hamza Msaji, kiukweli serikali ya 2025 2026 kuna mambo mengi sana tunajivunia. Sahihi. Tulipokea serikali ikiwa na mwendelezo. Maendeleo ni mchakato kabisa. Huwezi ukaendelea kwa siku moja, mchakato wa muda mrefu. Ukiangalia mambo tuliyoahidi wanafunzi kwa asilimia kubwa tumefanikiwa. Ndio. Ukiangalia kwenye wizara tofauti tofauti pia tunashukuru pia wizara ya michezo tumeweza kumaintain ile mobility tuliyokuwa nayo. Ndio. Tumetoka juzi na makombe mengi sana kabisa. Tulipokea serikali tukiwa na makombe 7. Ndio. Lakini tumekuja na makombe 11. Haya ni mafanikio. Tayari mmevuka. Tunamshukuru Mungu na ni malengo siku ya kwanza na uliahidi hilo. Uliniahidi kwamba nitafanya nini ku maintain mobility. Lakini tunamshukuru. Yapo mambo mengi. Tulipokea katika mobility ya ukiangalia leo tukiendesha event. Ndio. Event yetu hata kabisa. Hata Boys Cup tuna muziki wetu wenyewe. Hatukuwahi kuwa na kitu kama hicho. Watu wanaenjoy. Watu wanafurahia. Wanafurahia.
kabisa. Tumefanya Sideweka Arena pale. Watu wanafurahia. Na tuhakikishia wanafunzi tunaenda kwenye kombe la dunia hapa. Na wataangalia pale. Maana yake ni muda wote wako pale. Yapo pia kuna masuala ya Wizara ya Elimu, masuala ya kitaaluma, tumeendelea kushirikiana na management kabisa kutatua changamoto ambazo tunaweza tukakaa mezani tukazungumza na tukawa tunawasaidia wanafunzi kabisa. Mabadiliko kwenye elimu tulikuta kuna shida sana kwenye mfumo kabisa, mfumo wetu wa SMS, lakini wote hapa ni mashahidi. Mfumo tuliokuta sio saizi, sio kama saizi. Mfumo tumenunua saizi mpya, chuo cha wasibu kabisa kupitia management ameleta mfumo mpya kabisa. Wanafunzi wa batch 1 na certificate wale mfumo, ukiangalia na mfumo wao kabisa, ile access ya kupata hata ile test number, examination number imepungua. Kwa hiyo ni maendeleo ya, kuna vitu vingi tunaweza tukasema, lakini yapo mengi tunatamani yafanikiwe. Lakini mimi kwa nafasi yetu kama serikali ya wanafunzi tumefanya kwa asilimia kubwa sana. Sasa nikushukuru. Kipi unasema hiki kilikuwa kigumu sana kukitekeleza? Kuna vitu vingi lakini serikali ya wanafunzi tumepambana kabisa sana. Lakini kuna vitu baadhi tumepata changamoto kubwa. Kuna changamoto wetu hapo kidogo kabisa. Tumekuwa tukizunguka na jambo hili limenisumbua tokea siku ya kwanza unaingia kwenye kutekeleza hii barabara ili kidogo wanafunzi wetu wanaokaa Ngutoto wapate urahisi. Lakini tumezungumza sana na management, lakini nimpongeza campus manager wetu kabisa. Tayari ameshalizia kupitia chini ya mkuu wetu wa chuo kabisa ile barabara. Hata kama leo tulitoka madarakani kabisa, naamini lazima ni muda mfupi tu mkataba yote imeshaisha. Ni sehemu ya implementation. Na kingine pia tulipata changamoto katika utekelezaji wetu wa majukumu. Kuna muda ulikuwepo na agreement ya payment pia kabisa. Ukiangalia kutoka tulivyomaliza pressure mpaka hapa malipo yetu ya rasilimali huwa kuelewa. Kwa hiyo tunachukua muda mfupi sana kutekeleza. Na yale yote ambayo umejiwekea na zile ahadi ambazo umezitoa kama ulivyoelekeza, na mafanikio makubwa ambayo umepata kupitia serikali yako, kupitia wizara mbalimbali ambazo umezielekeza kitaaluma, lakini pia burudani namna, kwa sababu wasema sio kila muda wa kuwa serious sana, inabidi na mwingine mwanafunzi afurahie, na ndio maana yako matukio kama haya. Mtu mwingine haoni kwamba ni tija na haoni kwamba ni faida, lakini kuna muda inabidi ufurahie, utoke katika ule ubizi ambao upo nao kama mwanafunzi. Sasa tuzungumze kuhusiana na malengo ambayo mmejiwekea na vile ambavyo mmefikia hapa, sawa, lakini kuna kile ambacho nasema kwamba marekebisho ya katiba sasa haya yanakujaje kumsaidia mwanafunzi na mtengenezaji mazingira mazuri, yamemwekea mipango gani? Ukiachana na uongozi, ukiachana na upande wa structure ya uongozi, lakini kwa mwanafunzi kama mwanafunzi. Haya marekebisho ya katiba yana mambo ya kumsaidia mwanafunzi kwa nyanja mbalimbali. Lengo tunataka sasa ushiriki wa wale wanafunzi katika ngazi ya maamuzi kabisa wawe karibu katika utoaji wa maamuzi. Lakini kingine pia tunaamini katiba ndio msingi kabisa wa sheria na taratibu zote za sisi za chuo. Lakini kupitia uongozi tuliobadilisha katiba, tunaona mabadiliko ya hawa wanafunzi juu ya uwajibikaji wa wale viongozi. Kukiwepo na ukinzani baina ya sheria, lazima tuone uwajibikaji wa viongozi unapungua. Na kuna kuwepo na conflict ambazo zinaweza arise kutokana na weakness ya katiba. Kwa hiyo tunaamini kupitia hii katiba, ile migogoro ya kikatiba iliyokuwa inatokea, self interest na nini, itapungua kutokana na haja iliyokuwa sasa hivi kabisa. Na sio hapo tu, mfumo mzima wa ule uchaguzi, migogoro iliyokuwa inatokea pale kabisa itawasaidia wanafunzi. Tunachukua muda mfupi kutekeleza kumpata kiongozi ambaye tunaona anaweza akatusaidia. Sahihi sana.
Hivyo ndivyo ambavyo mwanafunzi unaenda kunufaika na katiba hii. Usije ukawa unajiuliza sasa katiba ya serikali ya wanafunzi inanisaidiaje? Ni katika kukuwekea mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba unashiriki katika maamuzi ambayo yanapaswa kushiriki, ikiwemo katika chaguzi mbalimbali, kuwekea mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba na wewe unashiriki vile ambavyo inapaswa kushiriki, kuchagua au hata kuchaguliwa, na mazingira mengine ya kimaisha wapo chuoni. Tulizungumza kipindi unaingia madarakani, na sasa tunazungumza ukiwa unaelekea kumaliza hatamu yako ya uongozi. Tupate neno kwa rais ajaye. Zungumza naye, ingawa hafahamiki, lakini zungumza naye ili akija naye kusikiliza, atasikiliza maudhui haya akiwa sio rais, lakini ajue kwamba akija kuwa rais basi umeamwachia neno. Mimi binafsi nichukua nafasi hii pia kumwombea kabisa, na nimtie moyo, Mungu amjalie uvumilivu, kwamba nafasi ya urais ni nafasi ambayo ni ya maamuzi makubwa sana. Kwa hiyo awe jasiri, na nimtie moyo kwamba katika maamuzi yake asiogope, ndio, na ajikite katika kuendeleza yale tuliyoanza kabisa. Tunaamini mchakato tulioanza na kufikia mwisho, atapokea gurudumu, atalifikisha salama kwa maslahi makubwa ya wanafunzi wetu kabisa. Ajipange, hatuwezi kufanikisha yote kabisa. Yapo mambo tulitamani tutayatekeleza kabisa kwa wakati wetu, lakini katikati kuna changamoto. Basi mimi nikushukuru ujumbe wako kwa wanafunzi ambao walikuwa nakusikiliza na ambao walikuwa nakutazama pia. Zungumza nao kwa mara ya mwisho wanafunzi sasa. Kiujumla mimi nishukuru pia kwa imani walioniamini mimi kama rais wa 2025-2026. Wamenipa support kubwa, lakini naamini pia maendeleo na mafanikio tuliyopata ni kutokana na umoja wao kabisa. Umoja wao wa sisi kudumisha amani, umoja wao wa sisi kutuamini, umoja wao katika kushauriana pale ambapo tulikuwa tunajikwaa, ndio sehemu ya sisi serikali kufanikisha mambo haya kabisa. Kwa hiyo mimi niwatakie pia maandalizi mema. Tunaenda kwenye maandalizi ya mitihani kabisa. Wasome kwa bidii, na kikubwa tudumishe amani, na tuzingatie taratibu na kanuni za kwetu. Na zaidi ya yote mimi ni waase sasa kwa nafasi ya leo, ni waase tupitie hii katiba, kwa sababu imekuja tuleti na tuko mwishoni, tuenda kwenye uchaguzi kabisa. Tupitie katiba ili tutakapoenda sasa kwenye mchakato tusipate changamoto. Na pia nikuombe pia kwenye page zetu, wewe sasa kwenye mawasiliano ndio kiongozi, ujaribu kushare na wanafunzi zaidi kabisa. Tupitie tutakapoanza mchakato mwisho wa mwezi huu, ili kuwepo na awareness kubwa. Asante. Basi mimi nikushukuru kwa muda wako na nikutakie majukumu mema pia. Asante sana. Mtazamaji, huyu alikuwa ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha wasibu Arusha, na hii hapa ndiyo katiba ya serikali ya wanafunzi mpya ambayo imefanywa marekebisho. Katiba ya mwaka 2015 imefanywa marekebisho mwaka huu 2026 baada ya kufanywa marekebisho ya kwanza pale mwaka 2021. Bila shaka una kila sababu ya kuhakikisha kwamba katiba hii unaipata kwa ajili ya kuangalia nini hasa ambacho kipo huku na kuweza kuifahamu zaidi pale ambapo unakuwa mwanafunzi wa chuo cha wasibu Arusha, ujue katiba ya serikali ambayo umeichagua na serikali ambayo umeiweka madarakani, katiba inayoongoza majukumu yote ya kila siku. Mimi naitwa Hamza Msaji, tukirejea hapa ni Tabita Kimaro, nitakuwa naye kwa ajili ya kurasa mbalimbali za magazeti. Usiondoke. Unapozungumza kwa umahiri, dunia husikiliza. Katika dunia ya leo ya habari na teknolojia, mawasiliano madhubuti ni msingi wa maendeleo. Karibu usome shahada ya Multimedia and Mass Communication katika chuo cha uhasibu Arusha IAA.
Na hapa utajifunza uandishi wa habari, utangazaji na mawasiliano ya kidijitali kutoka kwa walimu mahiri, na pia kwa vifaa vya kisasa utapata ujuzi wa vitendo unaokuhakikishia wewe ushindani katika soko la ajira. Tumejipanga kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto zako. Jiunge nasi ujenge taaluma yenye ushawishi katika ulimwengu wa habari na mawasiliano. Kwa taarifa zaidi tembelea tovuti yetu www.iaa.ac.tz au tupigie kupitia namba 0742 833 444. IAA Next Level. Tumerejea tena hapa, ni kurasa mbalimbali za magazeti. Niko na Tabita Kimaro kwa ajili ya kutuhabarisha yale yote ambayo yapo katika kurasa za magazeti za mbele, lakini pia na kurasa za nyuma. Kimaro, karibu sana. Sana sana Hamza Msaji. Hatujazungumza tangu asubuhi. Kwani maana sasa hivi saa ngapi jamani? Unajua tayari ishakaa kwenye akili yani. Kwamba muda umeenda sana. Yani ikishamaliza morning lunch maana yake mimi na hesabu kama asubuhi imeisha kwangu mimi. Asubuhi imeisha kwa sababu unajua kwamba kuna wale watu ambao tunatofautiana. Kuna watu wengine ndio wanaingia kazini ndio wanaanza siku. Ila sasa ndio kama hivi ndio tunaelekeza kumalizia siku. Mimi kwa asubuhi yangu mimi naona imeisha yani. Morning lunch ikishafika muda kama huu saa 2 kwa sababu maana yake tangu saa 1 tuko hapa ndani. Maana yake ikifika sasa hivi mimi naona tayari asubuhi imeshaisha. Lakini kuna mtu mdau anaamka anasema Mungu asante. Anaenda kulijenga taifa. Vyovyote wewe uamke saa 5 kwa sababu hatujui umelala muda gani. Uamke saa 7, saa 8, kila mtu na muda wake. Mwingine anaingia kazini saa 8, mwingine anaingia kazini saa 9, mwingine anaingia jioni. Kwa muda huu yeye bado yuko usiku. Kama watu wa mahakama ya burudani sasa hivi anakuja kufanya nini? Ya mtu ana kipindi cha burudani saa 10. Maana sasa hivi kwake inawezekana na shughulika na shughuli za hapa na pale za ndani za kujenga taifa. Muda mwingine una shughuli zingine ambazo kabla ya kuingia studio hapa. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo nazungumza. Pia na mtazamaji anatuambia yeye huwa anaamka saa ngapi. Asubuhi yake yeye huwa inaanza saa ngapi. Wengine yani ndo kwanza ni kabisa bado muda sana. Bado sasa hivi usiku. Karibu sana Kimaro, tugeukie kurasa mbalimbali za magazeti sasa. Tufahamu nini hasa ambacho kipo huu.